Kipo wapi kizazi cha Esau? Lipo wapi taifa la Edomu? Kipo wapi kizazi cha Esau? Na wapi lilipo taifa kubwa la zamani la Edomu? Hayo yamekuwa ni moja ya maswali makubwa katika watafiti wengi wa maandiko wa miaka ya hivi karibuni. Kutafiti ni wapi ambapo taifa la Edomu lilipokuwa na ni wapi ambapo kizazi cha Esau kilipo sasa. Leo nimekuandalia kisa kizuri ambacho utaweza kuelewa historia na mahali ambapo kizazi cha Esau kipo sasa, kama kipo au kama hakipo basi kilipotelea wapi, na taifa lote la Edomu mahali lilipo. Stori hii inatuanzia kwa mwanamke mmoja ambaye alikuwa ni tasa kwa muda wa miaka mingi. Mwanamke huyo aliishi pasipokuwa na mtoto mpaka pale neema ya Mungu ilipomjalia na kumshukia akapata ujauzito. Lakini katika kipindi cha ujauzito wake akagundua kuwa hakuwa amebeba kiumbe cha kawaida tumboni mwake. Tumboni mwake amebeba kiumbe kisicho cha kawaida ambacho kilikuwa kikimtesa siku zote za ujauzito. Siku moja mama yule akamuuliza Mungu, tumboni mwangu kuna nini? Ndipo Mungu akamuelezea katika Mwanzo 25:23, mataifa mawili yapo tumboni mwako na kabila mbili za watu watafarakana tangu tumboni mwako. Kabila moja litakuwa hodari kuliko kabila la pili na mkubwa atamtumikia mdogo. Ndipo mama yule akawa wa kwanza kugundua siri ile ya kile kilichopo tumboni mwake, kuwa tumboni mwake hajabeba wanadamu wa kawaida, bali amebeba mataifa mawili makubwa na kabila mbili kubwa za wanadamu. Hivyo shida anayoipitia kipindi chote cha ujauzito ni kuwa mataifa hayo yanapigana tangu yakiwa tumboni mwao. Kila mmoja anataka kuwa mkubwa, kila mmoja anataka kutoka wa kwanza, isipokuwa mdogo alitabiriwa kuwa atakuja kuwa mkuu kuliko yule mkubwa, na mkubwa atamsujudia mdogo. Siku za kujifungua zilipofika, kila mmoja kati ya wale watoto wawili mapacha akataka awe wa kwanza kutoka. Nani awe mkubwa kwa mwenzake? Hivyo kila mmoja akataka kutoka wa kwanza. Basi akatoka mtoto wa kwanza, lakini wakati mtoto wa kwanza anatoka, mtoto wa pili alitoka akishika kisigino cha yule mtoto wa kwanza. Hii ilikuwa ni ishara ya kutaka kumrudisha ili atoke yeye wa kwanza. Hii ilikuwa ni moja kati ya mambo ya ajabu kuwahi kutokea katika wakunga wale. Mara baada ya watoto wale kuzaliwa, ndiposa yule mkubwa akaitwa Esau. Jina la Esau lilimaanisha mwenye nywele nyingi. Tunaposema nywele nyingi, yani vinyweleo vile, Esau alikuwa ni mtu ambaye ngozi yake ina vinyweleo vingi. Sababu Esau alizaliwa akiwa na vinyweleo nyingi, basi wakamuita jina la Esau. Kwa hiyo Esau maana yake ni mwenye vinyweleo vingi. Kwa mnaotumia jina la Esau, nafikiri mmepata maana ya jina lenu sasa. Hivyo maana ya jina lake, narudia tena, ni vinyweleo. Na yule mdogo baadaye alipozaliwa akaitwa Yakobo, huyo Doto. Maana jina la Yakobo ni mshika kisigino au aliyeshika kisigino. Sasa wenye majina ya Yakobo, nafikiri sasa mtakuwa mnaielewa maana yake. Maana ya Yakobo ni yule aliyeshika kisigino au mshika kisigino. Lakini unabii ulitembea na Yakobo kuliko Esau. Kwa maana maandiko yanasema kwamba mkubwa atamtumikia mdogo. Hivyo Yakobo na Esau wote baada ya miaka mingi kupita walibadilisha majina yao. Esau akatoka jina la kuitwa Esau, yani mwenye nywele nyingi, mpaka Edomu, yani mwekundu.
Ngozi ya Esau licha ya kuwa na vinyweleo vingi, lakini alikuwa mwekundu, kwa hiyo akaitwa mwekundu Esau. Na Yakobo kutoka kuitwa mshika kisigino mpaka jina la Israeli. Israeli maana yake ni mshindani pamoja na Mungu. Maana ya jina la Israeli ni mshindani pamoja na Mungu. Tunakumbuka namna ambavyo Yakobo alipewa hilo jina baada ya kushindana na malaika. Baadaye sasa huyo Esau ambaye ndiye Edom akazaa wana, ambao hao wanawake wakaanzisha taifa kubwa la Edomu. Yaani hao watoto wa Esau sasa ndo wakaanzisha taifa kubwa la Edomu. Naye Yakobo ambaye ndo Israeli alikuwa na watoto wengi, ambao hao watoto nao wakaanzisha taifa kubwa ambalo ndilo Israeli. Na hapo historia ikabadilika na unabii ukatimia, kutoka kuwa mapacha mpaka kuwa mataifa makubwa mawili. Kutoka kuwa watoto wawili waliokuwa tumboni mapacha mpaka kuwa mataifa mawili makubwa. Lakini jambo la kujiuliza ni kuwa mdogo atamshinda mkubwa. Tumeona jinsi ambavyo Israeli iliweza kusimama imara katika vipindi vigumu vingi, na leo hii ni taifa kubwa linalotisha ulimwenguni. Yaani tunapouzungumzia ulimwenguni tukiongelea mataifa makubwa, hatutaweza kuacha kuiongelea Israeli. Sasa je, lipo wapi taifa la kaka yake Esau? Lipo wapi taifa la Edomu? Basi simulizi hii kama nilivyokueleza itakuletea majibu ya swali hili. Usiache kuifuatilia simulizi ya somo hili mpaka mwisho. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Kama bado huja subscribe channel hii, basi fanya hivyo. Subscribe sasa ili usipitwe na masomo mazuri na ya muhimu kama haya. Esau alipewa jina la Edom likimaanisha mwekundu. Kwa sababu nyingine ambayo Esau aliitwa mwekundu au aliitwa Edom ni kwa sababu aliuza haki ya uzaliwa wake wa kwanza kwa sahani ya mchuzi mwekundu, mchuzi wa dengu. Katika Mwanzo 25:30 pale tunaona alichokifanya Esau kilikuwa ni kitu cha kitoto sana. Akauza haki ya uzaliwa wa kwanza kwa ule mchuzi mwekundu au chakula chekundu cha dengu. Kwa hiyo hapo, hiyo ilikuwa ni moja kati ya sababu zilizompa jina la Edomu, yaani maana yake mwekundu. Kwa hiyo huo ulikuwa utambulisho wake wa kiishara na wa kijiografia. Rangi nyekundu ilikuwa kama alama ya nchi ya milimani aliyokaa. Baadaye Esau alikuja kuhamia katika ardhi yenye milima mingi ambao alikuwa anaishi baadaye, ambapo milima hiyo ilikuwa na rangi nyekundu, yani ilikuwa sehemu inaonekana kama hali ya ufinyanzi mwekundu ule, milima miekundu. Hata ukiangalia leo katika jiografia ya sehemu ambazo alikuwa anaziishi, utaona bado ardhi yake ni nyekundu. Nchi aliyokuwa anaishi ilikuwa inaitwa Sehili. Sehili, kabila linapata makao mapya, kabila lake sasa hilo linapata makao mapya baada ya uhasama kati yake na ndugu yake Yakobo. Kama mnakumbuka kisa hiki cha Esau na Yakobo, wao watu walikuwa na ugomvi mkubwa wa kung'ang'ania haki ya uzaliwa wa kwanza, na mara baada ya Yakobo kuchukua baraka za Esau, Yakobo alikimbia kwa ndugu yake Labani huko, akakaa miaka mingi huko. Lakini Esau hakuweza kuendelea kukaa Kanaani kwa baba na mama yake, na yeye akaamua kuelekea huko Seiri, ambao alipata mke na akaoa huko. Kwa baada ya uhasama kati yake na ndugu yake, Esau alienda kukaa mbali katika eneo la mlima ya Seiri, ambapo Biblia inasema Esau akaenda kukaa katika nchi ya Seiri. Esau ndiye Edomu katika Mwanzo 36:8. Mlima Seiri ulikuwa eneo la milima mikavu ya mashariki mwa bahari ya chumvi. Kwa hiyo mlima Seiri ulikuwa eneo la mlima kavu kati ya bahari ya chumvi,
au bahari ya mashariki, kwa wale watu wengine wanaita hivyo bahari ya mashariki, bahari ya chumvi au bahari mfu. Katika mpaka leo hii ni kusini mwa Jordan na kaskazini mwa Saudi Arabia. Kwa tunapoiangalia ramani ya leo hii, taifa la Edomu lilikuwa wapi? Lilikuwa kusini mwa Jordan na kaskazini mwa nchi ya Saudi Arabia. Kwa pale kusini mwa Jordan na kaskazini mwa Saudi Arabia, hapo ndipo lilipokuwepo taifa kubwa sana la miaka hiyo, taifa la Edomu. Huko ndiko kizazi cha Esau kilijijenga na kikajenga makazi yao, yakajulikana kama nchi ya Edomu. Tafiti za jiografia zinaonyesha kwamba eneo hilo lilikuwa na miinuko ya mawe mekundu na njia za biashara ya kale zilielekea Petra, mji maarufu wa miamba uliochongwa. Ona sifa za miji ambao walikuwa wanakaa hawa kizazi cha Edomu. Ilikuwa na miinuko yenye mawe mekundu, lakini mji huo ulikuwa na njia za biashara za kale zilikoelekea katika mji wa Petra, mji maarufu wa miamba uliochongwa. Watafiti wengi wanakubaliana kwamba Waedomu au Edomites, Waedomu walimiliki eneo hilo, wakijihusisha na biashara ya chumvi, shaba na njia za misafara kati ya Misri, Kanaani na Harabuni. Kwa hiyo kutoka kuwa mtu mmoja Esau likazaliwa taifa lenye nguvu lililojulikana na kuwa na nafasi kubwa ya kimkakati katika uchumi wa siasa za Mashariki ya Kati ya kale. Sasa huu ndo muundo wa taifa la Edomu. Huu ndo muundo wa taifa la Edomu kabla ya wafalme wa Israeli. Wafalme kabla ya Israeli. Moja ya mambo ya ajabu ni kwamba Biblia inasema Edomu ilikuwa na wafalme kabla hata Israeli haijapata kuwa na mfalme. Kwa hiyo Edomu ilianza kujitawala, ilianza kukomaa kabla hata taifa la Israeli halijakomaa, kabla hata taifa la Israeli halijajitegemea, kabla hata taifa la Israeli halijawa taifa lililokuwa kisiasa. Anasema hivi, hawa ndio wafalme waliotawala katika nchi ya Edomu kabla ya mfalme kutawala juu ya wana wa Israeli. Hawa ndio wafalme waliotawala katika nchi ya Edomu kabla ya mfalme kutawala juu ya wana wa Israeli. Hapo ni katika Mwanzo 36:31. Hii inaonyesha kwamba Edomu alikuwa na mfumo wa kisiasa uliokomaa mapema. Hii Edomu ilikuwa na mfumo wa kisiasa uliokomaa mapema. Watafiti wa arkeolojia wamegundua maeneo kama Busela na Tefila, Jordan ya leo, ambayo leo ndo Jordan. Yani haya maeneo ya Busela pamoja na Tafila ambapo leo hii yapo ndani ya Jordan, ambao yanaonyesha ushahidi wa falme ndogo na utawala wa kifamilia uliolingana na maelezo haya ya Biblia. Kwa hiyo watafiti wa arkeolojia wanaonesha au wanathibitisha mambo ambayo yanalingana kabisa na maelezo ya Biblia. Wafalme wa Edomu walitoka katika koo za Esau, hasa wale watoto wake kama Helfazi, Lehul, Jeushi, Jalam na Kora. Watoto wa Esau kama Helfazi, Lehul, Jeush, Jalam na Kora ambao wanatajwa katika Mwanzo 36:10 hadi 14. Kwa hiyo wafalme walikuwa wanatoka katika kabila hizo. Kila kabila lilikuwa na mtawala wake na taifa lote lilitambulika kama ufalme wa Edomu. Yani inamaanisha kwamba hawa watoto wa Esau kila mmoja wapo aliunda kabila, ni kizazi chake kilikuja kuwa kabila kubwa katika taifa la Edomu, ambapo mfalme alikuwa anatoka katika koo hizo au kabila hizo, ambapo sasa kila kabila lilikuwa lina kiongozi wake na taifa lote lilikuwa liko chini ya mfalme. Sasa wale viongozi wa yale makabila walikuwa wanaitwa kama jumbe au majumbe wa Edomu. Jumbe. Umeona sasa hapa uhusiano kati ya Edomu na Israeli. Tunaenda kukuletea uhusiano uliokuwepo kati ya nchi ya Israeli na Edomu. Ndugu hawa, mapacha hawa.
ndugu walio na uhasama. Ingawa Esau na Yakobo waliishi kwa amani, walipokutana tena katika kitabu kile cha Mwanzo 33, tunaona katika Mwanzo 33 Yakobo na Esau wanakutana baada ya miaka mingi, Yakobo akiwa na hofu kwamba Esau ana kisasi juu yake na anaweza akamuua, lakini kumbe Esau alikuwa amesamehe yote na kashajipata na ana taifa kubwa na ana watoto wengi na wafanyakazi wengi. Kwa hiyo alikuwa amekwisha msamehe kabisa ndugu yake. Kwa hiyo walipokutana walikutana kwa amani na wakafurahiana pale na wakakaribishana tena. Kwa hiyo mara ya mwisho wanapokutana Esau na Yakobo walikutana kwa amani na furaha na upendo. Lakini sasa vizazi vyao vilitofautiana sana, yani yale mataifa yao yalikuja kutofautiana sana. Wakati Waisraeli walipotoka Misri walitaka kupita katika nchi ya Edomu, lakini mfalme wa Edomu aliwakatalia. Ukisoma katika kitabu kile cha Hesabu sura ya 20 mstari wa 14 hadi wa 21, hapo utagundua kwamba Israeli wametoka katika kipindi kigumu sana cha mapito huko Misri, wakafika jangwani. Kwa walipofika jangwani walikuwa wanaomba wakatize katika nchi ya Edomu ambayo ndio nchi ilikuwa karibu. Wakishakatiza wanapita tu, yani hawapiti kukaa, lakini wanakatisha tu wanaelekea huko. Lakini mfalme wa Edomu aliwakatalia kabisa kukanyaga ardhi yao, aliwakatalia kabisa kuingia katika mipaka yao, aliwakatalia kabisa kukatisha katika taifa lao. Na hapo ndipo uhasama wa taifa kwa taifa ulipoanza rasmi. Kwa hiyo wana wa Israeli wakaweka kinyongo kile kitu na kikawauma sana, kwamba hawa ni ndugu zetu, lakini wanatunyima sisi kupita tu, yani sio kunywa hata maji yao, kupita tu wanatunyima. Basi kiliwauma sana kile kitu na uhasama wao ukakolezwa rasmi kwa tukio hilo. Katika kipindi cha mfalme Daudi aliwashinda Waedomu. Ukisoma katika kitabu kile cha Samueli cha pili sura ya 8 mstari wa 13 na wa 14, utaona jinsi ambavyo mfalme Daudi aliwashinda Waedomu, lakini walijitenga tena chini ya Yehoramu. Baadaye kulikuja kutokea na mfalme anaitwa Yehoramu. Hawa Waedomu wakaja wakajitenga tena. Kwa hiyo mfalme Daudi alifanikiwa kuwatandika vizuri Waedomu. Alipowapiga akawafanya kuwa watumishi wake. Kwa Waedomu wakaja wakawa watumwa wa Israeli chini ya mfalme Daudi. Hapo ndipo linapotimia lile andiko kwamba mkubwa atamtumikia mdogo. Kwa hiyo hao kina mfalme Daudi ni Waisraeli ambao wanatoka kwa Yakobo ambaye ni mdogo, lakini hawa Waedomu ambao wamepigwa na mfalme Daudi, hawa wanatoka kwa Esau ambaye ndio mkubwa. Kwa hiyo Daudi akawatumikisha Waedomu wakawa watumwa wake, na ndipo andiko likatimia kwamba mkubwa atamtumikia mdogo. Na sasa baada ya miaka mingi tena hawa Waedomu kuwa watumwa wa Israeli, katika kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 8 20 mpaka mstari wa 22 utakutana na mfalme mmoja anaitwa Yehoramu. Huyo mfalme Yehoramu alipomkosea Mungu, tunaona hata hawa sasa wakapata upenyo wa kujitutumua na kujitenga na Israeli na kuendeleza taifa lao la Edomu. Lakini nabii Obadia aliandika kitabu kizima akitabiri juu ya hukumu ya Edomu kwa kishangilia kuanguka kwa Yerusalemu. Wakati Yerusalemu ilipopata matatizo makubwa ikaja ikaanguka kabisa, Waedomu walifurahi sana, wakashangilia, wakasema kimewakuta, kimewaramba. Kwa hiyo zile kejeli zote ambazo Waedomu walikuwa wakiwafanyia Waisraeli zikaja zikasikika mbele za Mungu, na akamtuma nabii Obadia akatabiri laana juu ya kizazi cha Edomu. Anasema hivi: kwa sababu ya ukatili wako juu ya ndugu yako Yakobo, aibu itakufunika nawe utaangamizwa milele. Obadia 1 mstari wa 10. Naomba niarudie maneno haya mazito. Anasema hivi: kwa sababu ya ukatili wako juu ya ndugu yako Yakobo, aibu itakufunika nawe utaangamizwa milele. Obadia 1:10. Hii inaonyesha kwamba Edomu haikubaki tu kama taifa la damu moja na Israeli,
bali liligeuka kuwa mfano wa usaliti, chuki kati ya ndugu katika historia ya Biblia. Kwa hiyo ilikuja kuwa mfano mbaya sana wa chuki na usaliti kati ya ndugu katika historia ya Biblia. Basi kufikia hapo hatuna la ziada, ila ni kuahidi kwamba historia hii itaendelea katika sehemu ya pili, ambapo katika sehemu ya pili sasa ndio tutaenda kuliangalia anguko la taifa la Edomu. Taifa la Edomu lilianguka wapi? Liliangukaje? Ili kuwaje? Au kama halikuanguka taifa la Edomu, basi tutaenda kuangalia ushahidi wa kina na watafiti mbalimbali kujua taifa la Edomu kwa leo hii lipo wapi, ni taifa lipi, ni nchi gani kwa leo hii ambayo inasimama kama taifa la Edomu. Basi kufika hapo hatuna la ziada mpaka katika kipindi kijacho. Ulikuwa nami mwalimu Vincent Mwakisyala, na hii ni Hazina ya Kanisa. Kama bado hujasubscribe channel hii, ni kuombe usubscribe na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Kama unatamani kuwa sehemu ya huduma hii, basi unaweza ukatusapoti kwa sadaka yako, kwa mchango wako kupitia namba zetu za simu hizo unazoziona hapo, na sadaka yako itakuwa imefika sehemu sahihi na itatusaidia katika kurahisisha uandaaji wa vipindi vijavyo, na Mungu atakubariki.